Kila siku nilikataa, lakini alibadilisha mbinu. Alianza kusema, sawa, usinipende, lakini mtoto wangu, namtaka amani, nataka kumjua, nataka kumlea. Huna haki ya kuninyima mtoto wangu. Nilimwambia, Juma, ulitoroka, uliacha mimba na kukimbia. Sasa unataka mtoto? Huna haki yoyote. Amani ni wangu peke yangu. Usinikumbushe tena. Lakini Juma hakutulia. Alizidi hadi nikajua siku moja atafanya jambo baya. Siku hiyo ilikuwa Jumanne. Jua lilikuwa kali na upepo wa bahari ulikuwa unavuma kana kwamba unatahadharisha kitu. Rashid aliondoka asubuhi kwenda ofisini. Kama kawaida, alinibusu. Akasema, nitarudi jioni. Siku hiyo, nilisahau kufunga mlango wa nje. Sijui kwa nini. Labda nilikuwa nimechoka. Labda roho yangu ilikuwa imechoka kuishi kwa woga. Niliacha mlango wazi. Rashid, kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, siku hiyo aliamua kumfuata Juma. Alimuona Juma akitoka kazini kabla ya wakati. Alimuona akiwa na haraka, akiruka kwenye gari lake, akielekea upande wa nyumbani. Rashid akamfuata kwa gari lake, kimya kimya, kama simba akiwa katika mawindo. Juma aliingia kwenye geti la nyumbani kwa urahisi. Hakuna aliyemzuia. Alijua njia. Alijua wapi anaelekea. Rashid alisimama nje, akatazama kupitia mapengo ya ukuta. Alimuona Juma akiingia ndani ya nyumba. Akamuona akielekea chumbani. Nami nilikuwa nimelala usingizi wa mchana. Usingizi mzito wa mama aliyechoshwa na kazi za nyumbani. Sikujua kuwa Juma alikuwa ameingia ndani. Alipofika chumbani, niliamka kwa mshtuko. Alikuwa amesimama karibu na kitanda, macho yake yakiwaka moto. Alinishika mkono kwa nguvu. Ziada, leo hutakataa. Leo utakuwa wangu. Kwa nguvu au kwa hiari, utakuwa wangu. Nimechoka kukimbizwa. Nimechoka kuzungushwa. Leo utakumbuka enzi zetu. Nilijaribu kupiga kelele. Mdomo wangu ukafungwa na mkono wake. Alikuwa na nguvu kuliko mimi. Alianza kuvua nguo zangu kwa nguvu. Moyo wangu ulikuwa unadunda kama ngoma ya mazishi. Nilijua leo nitaangamia. Lakini ghafla, mlango wa chumba ukafunguka kwa nguvu. Rashid alisimama mlangoni. Uso wake ulikuwa mweusi kama usiku wa giza. Mishipa ya shingo yake ilikuwa imejitokeza. Alikuwa anatetemeka kwa hasira. Juma aliruka nyuma. Akatoa mikono yake. Akaanza kutetemeka kama jani la mvua. Juma, wewe, unafanya nini kwa mke wangu? Juma alipiga magoti. Alianza kuomba msamaha. Boss, samahani, mimi sikutaka. Yeye aliniita. Aliniita nije. Alitaka. Nilimwangalia Juma kwa macho ya kushangaa. Alikuwa ananilaumu? Alikuwa ananifanya mimi mchochezi? Rashid hakumsikiliza. Alimshika shingo, akamtoa nje ya chumba, akamrusha nje ya nyumba. Aliwaita walinzi, akawaambia, Juma Ramadhani, leo amefukuzwa kazi. Asije tena hapa. Juma aliondoka akiwa ameshikwa na walinzi. Aliondoka akilia, akitamba, akisema, Rashid, usinifukuze. Unajua nini kuhusu mke wako? Unajua nini? Yeye ni mdanganyifu. Ana mtoto wangu. Alimwacha kijijini. Alikudanganya wewe pia. Yeye si mtakatifu. Niliganda. Nilijua sasa. Ukweli wangu ulikuwa umetoka. Rashid alirudi ndani, akafunga mlango. Alinikuta nimekaa kitandani nikitetemeka. Alinikumbatia kimya. Hakusema chochote. Hakuniuliza. hakuniuliza chochote. Siku hiyo hakunifukuza, hakunichukia,
Hakuniangalia kwa macho ya hukumu. Alinikumbatia tu. Na mimi nililia kifuani mwake kwa saa nyingi. Nililia kwa sababu nilijua anajua. Nililia kwa sababu nilijua siri yangu haipo tena. Nililia kwa sababu sikuwa na mahali pa kukimbilia tena. Wiki moja baadaye, nilikuwa nimetoka nje ya geti kununua dawa kwa duka la karibu. Nilikuwa nimerudi karibu na geti, nikijiandaa kuingia. Ghafla nikasikia sauti ya jirani yetu, Mama Shani. Ras! Mama Shani alikuwa mwanamke mzuri, mwenye meno ya dhahabu na ulimi uliokuwa unazunguka kama kijiti cha kuchokonoa meno. Alikuwa anajua habari za kila nyumba kwenye mtaa huo. Alinisalimu kwa sauti ya chini. Ziada, nimekuwa nakutafuta sana. Sikupata nafasi ya kuongea na wewe. Kila nikija nyumba imefungwa. Leo nimekuona, naomba tuongee. Nilimtazama kwa shaka. Mama Shani alikuwa mtu wa kusengenya, lakini siku hiyo uso wake ulikuwa wa hali ya dharura. Ziada, nakwambia ukweli. Nimekuwa nikitaka kukuambia tangu uingie hapa. Ulaji wa Rashid si wa kawaida. Mimi najua kitu. Najua kwa nini alikuoa. Moyo wangu ukaenda kasi. Unamaanisha nini, Mama Shani? Ziada, Rashid alikuoa kwa sababu wewe una mtoto. Yeye anatafuta mwanamke mwenye mtoto. Hiyo ndio siri ya utajiri wake. Mganga wake alimwambia, Rashid, utajiri wako utaendelea kama utaoa mwanamke mwenye mtoto. Huyo mwanamke atakuwa baraka yako. Sasa ndio maana alikuchukua. Sio kwa kukupenda wewe, ni kwa kupenda baraka yako. Nilisimama kama mti ulioangushwa na radi. Niliguna kwa sauti iliyosikika. Wewe, unayajua hayo? Mtaa mzima unajua, Ziada. Watu wanajua. Mimi nilikuwa nikifikiri unajua. Lakini nikaona unakaa kimya. Nikaona unafurahi. Nikajua wewe hujui. Nilichukua nafasi leo kukuambia. Samahani kukuumiza, lakini ukweli ni ukweli. Mama Shani aliondoka. Aliniacha nimesimama getini, machozi yakiniteremka, nyota zikianza kung'aa angani. Nilikumbuka siku nilipokutana na Rashid. Nilikumbuka alivyonitazama kwa macho ya kutafuta. Nilikumbuka alivyosema, usiniulize maswali mengi. Sikuwa mke, nilikuwa baraka. Nilikuwa kitu. Nilikuwa ufunguo wa utajiri wake. Usiku huo nililala nikilia, lakini usingizi haukuja. Nilikuwa napanga. Nilipanga kutoroka. Siku 3 baadaye nilipata nafasi. Rashid alikuwa ameenda mkoani kwa shughuli za biashara. Alisema atarudi baada ya wiki moja. Nilichukua nguo zangu, fedha kidogo niliyokuwa nimeweka pembeni, na usiku wa manane nilitoka nyumbani kwa nyuma. Nilipanda gari la usafiri, nikaelekea Mtwara, kuelekea kijijini, kwa Bibi Saada, kwa mtoto wangu Amani. Safari ilikuwa ndefu. Nililala usingizi wa pono. Nikawa ninaota ndoto za Amani akikimbia kunikaribisha, Bibi Saada akiwa amesimama mlangoni, akiwa na mkono wa kukumbatia. Nikiwa njiani, nilijisikia huru kwa mara ya kwanza tangu nianze kuishi kwenye jumba la dhahabu. Nilifika Mtwara asubuhi. Jua lilikuwa linachomoza. Nilikimbia kuelekea nyumbani kwa bibi. Moyo wangu ulienda kasi. Nilikuwa na shauku ya kumwona Amani. Nilikuwa na shauku ya kumwona akikimbia kunikumbatia, akiniita, "Mama, mama." Lakini nilipofika, nyumba ilikuwa imefungwa. Bibi Saada alikuwa amekaa nje ya nyumba, uso wake ukiwa umejaa huzuni. Ziada, mtoto wangu, umekuja?" Nilimsalimia nikamuuliza Amani yupo wapi. Amani hayupo. Amani amechukuliwa. Nilipiga kelele kama mama aliyenyang'anywa mtoto. "Bibi, nani amemchukua?" "Rashid, yule mumeo. Alikuja siku 3 zilizopita. Alisema anakuchukua mtoto kwenda mjini. Atamlea vizuri.
Alisema umemruhusu. Sikutaka kukupa shida ziada. Nilimpa. Nilijua umemruhusu. Lakini sasa naona haukumruhusu. Nilipiga magoti. Nilipiga makofi. Nilimwaga machozi ya kutosha kulowesha ardhi ya kijijini. Nilitoroka kumwokoa mwenyewe. Lakini nilimwacha mtoto wangu mikononi mwa yule aliyenitumia kama baraka. Siku hiyo hiyo nilifunga safari kurudi mjini. Nilipofika Dar es Salaam, nilielekea moja kwa moja nyumbani kwa Rashid. Nilipiga hodi. Walinzi waliniruhusu kwa sababu walinijua. Rashid alikuwa amekaa sebuleni, akinywa chai, kana kwamba hakuna kilichotokea. Aliniona, hakushangaa. Ziada, umerudi? Nilimwambia kwa sauti ya kutetemeka. Rashid, nimekuja kumchukua mtoto wangu. Nipe amani. Nirudi kijijini. Sitaingilia maisha yako tena. Rashid alinywa chai yake taratibu. Aliweka kikombe mezani. Akaniangalia kwa macho ya kutazama mtu anayecheza mchezo wake. Ziada, uliondoka bila ruhusa yangu. Wewe si mke wangu tena. Ulivunja sheria za nyumba yangu. Sawa Rashid, sikubali kuwa mke wako. Lakini nipe mtoto wangu. Nipe amani. Nirudi nyumbani. Utampata mtoto wako, lakini kwa masharti. Utakaa hapa kwa siku chache. Kisha nitakupa mwanao. Utaondoka. Kwa sasa yuko salama. Yuko mahali pazuri. Usiogope. Nilikubali. Nilikubali kwa sababu sikuwa na nguvu za kupigana tena. Nilikaa siku moja, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4. Siku ya 5 nilisikia sauti za watu wakisherehekea sebuleni. Nikatoka nje. Rashid alikuwa amevaa vazi jeupe. Alikuwa amepambwa. Alikuwa na kikombe mkononi, akishangilia na marafiki zake. Nilimshika mkono na kumvuta pembeni. Rashid, hii ni sherehe gani? Rashid alinigeukia, uso wake ukimeta kwa furaha ya bandia. Ziada, naoa. Nimepata mke mwingine. Mwanamke mwenye mtoto. Kama wewe. Lakini safi zaidi. Bila historia ya kukimbia. Niliguna. Niliguna kwa sauti iliyosikika kwenye chumba kizima. Unamaanisha unatafuta mwanamke mwenye mtoto tena? Ndiyo. Hiyo ndiyo siri ya utajiri wangu. Mganga wangu alisema nitaoa mwanamke mwenye mtoto kila baada ya miaka 3. Utajiri wangu utazidi kuongezeka. Wewe ulikuwa wa kwanza. Sasa wa pili amekuja. Nilitaka kupiga kelele. Nilitaka kumwambia kila mtu pale kuwa nilikuwa ni kitu, sio mke. Lakini nilinyamaza. Nilimwomba kwa sauti ya chini. Rashid, naomba nimuone mtoto wangu. Naomba niondoke na amani. Rashid alitoa simu yake. Alifungua video. Amani alikuwa kwenye video, akicheka, akikimbia kwenye bustani kubwa, akiwa na afya njema, akiwa na nguvu. Alionekana mwenye furaha. Rashid alizima simu, akaniangalia kwa macho ya kutisha. Amani yuko salama. Yuko vizuri. Lakini utampata kama utafuata masharti yangu. Masharti ni haya. Kwanza, utaendelea kuishi humu ndani kama dada yangu wa kazi. Utamtunza mke wangu mpya. Utamhudumia. Utamheshimu. Utafanya kila kitu anachokuambia. Pili, hautamwambia mtu yoyote ukweli kuhusu wewe na mtoto wako. Usimwambie mke wangu mpya kuwa wewe ni mke wa zamani. Usimwambie kuwa Amani ni mtoto wako. Utakuwa ni dada wa kazi tu. 3, ukivunja sheria zozote, ukiongea maneno yasiyofaa, ukijaribu kutoroka tena, nitakuletea kichwa cha Amani. Kama umependa simulizi hii, basi tunakukaribisha kuendelea kusikiliza sehemu inayofuata. Hakikisha umebonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kuipata punde tu itakapopostiwa. Usikose, kwa sababu hadithi hii ndiyo kwanza inaanza kuwa moto zaidi. Next Bongo, hadithi zinaendelea.